Alright. Mbiyamono sana mwanchu murigilie mambie yabono na itakogotebyanga nontu bwatabagani gigasenyo mbabaji gusanga amo 90 alinya sae abereka gutwariganiria ewiki yaringe tambe guika ebirebika nigo tubwate o Reverend okoro kwa Mark Machado korwa USA. Tunamkaribisha ndani ya nyumba anyara gusanga amo 90 alinya sae atwariganirie igobono munango ikagobatambe ngo batebyanga we are moving more higher and higher all the way from the USA. Ase omochi okoro kwa Texas oikirega se nse yeto ya Kenya anamona seketa senigito kya Ndizi TV anyara gusanga mu 90 alinya sae amwariganirie asebrebika. So let us join our hands together as we invite Reverend Mark to speak unto us the word that the Lord has made in him this morning to share to his believers. Welcome Reverend Mark. Thank you very much. May God bless you as Amen. you speak unto us the word of God. Amen. Okay, thank you. Thank you. Welcome. Good morning everyone. Habari ya asubuhi ya kila mmoja. Good to be here in Kenya once again. Nina furaha sana kuwa hapa Kenya mara tena. I first came here 2016. Mara ya kwanza nilifika Kenya mwaka 2016. I've been traveling the world with this message. Ametembea ulimwenguni na ujumbe huu to many nations. Mataifa mengi. And I thank God for this opportunity now. Na namshukuru Mungu kwa nafasi aliyepata leo. So we're going to open up this morning in Hosea chapter 4. Kwa asubuhi leo anaenda kushiriki Hosea mstari wa 4 verse 6. 4:6. I'm only going to read one part of the verse here. Atasoma tu kwa uchache kwa sababu ya muda. My people are destroyed for a lack of knowledge. Anasema kwamba watu wangu huangamia kwa kukosa maarifa. Even though this was written thousands of years ago, andiko hili liliandikwa miaka mingi iliyopita, the truth of it applies today. Ukweli wake bado unasalia hadi leo. My people is God speaking. Mungu anazungumza, anasema watu wangu. We say we're reading from the book of Hosea, which is true. Maana tunaisoma kwa Hosea na ni kweli. We say Hosea says. Tunasema ni Hosea alisema. Well, that's true. Kweli kabisa. But it's God's word. Lakini ni neno la Mungu. Because holy men of God spake. Kwa sababu watumishi wa Mungu waliongea. As they were moved by the Holy Ghost. Kama walivyosaidiwa na Roho Mtakatifu. So it's God speaking to us. Kwa hivyo ni Mungu ananena nasi. He's saying his people. Anasema watu wangu. Who have accepted Christ as their Savior. Watu waliompokea Yesu Kristo. Are destroyed for a lack of knowledge. Wanaangamia kwa kukosa maarifa. It's not talking about secular knowledge from a university. Haizungumzii maarifa ambayo tunapata shuleni ama kwenye chuo. It's talking about the truth of his word. Inazungumzia ukweli wa neno la Mungu. Well, I'm here to help people see. Asubuhi leo niko hapa kusaidia mtu aelewe. And primarily I teach on the gifts of the Spirit. Anafundisha kuhusu vipawa vya Roho Mtakatifu. Not gifts. Sio vipawa. The gifts of the Spirit. Anazungumzia vipawa vya Roho. Which are 9 available to us today. Ambavyo vimefanywa kwetu wakati huu ama majira haya. Since the day of Pentecost. Kuanzia siku ile ya Pentecoste. So we're going to go to 1 Corinthians chapter 12. Kwa hivyo tutaingia Wakorintho wa kwanza 12. And see something here. Tutazame pale. Verse 1. Mstari wa kwanza. 1 Corinthians 12:1. Wakorintho wa kwanza 12:1. Again, we say, well, this is Paul speaking. Anasema tena huyu ni Paulo ananena hapa. But it's God speaking. Lakini ni Mungu ananena. As Paul spoke by the Spirit of God. Maana Paulo alinena kwa uwezo wa Roho. And the first word is now. Na neno hilo sasa ni sasa. Now whenever you say now, it applies at that very moment whenever you say that. Tunaposema sasa, neno lile liko uhai wakati kama huu. And God's saying something very important here. Mungu anasema kitu cha muhimu sasa. Now concerning spiritual gifts, brethren. Anasema sasa kuhusiana vipawa vya Roho mpendwa. So concerning the gifts of the Spirit, kuhusiana vipawa hivi vya Roho, God speaking to every believer in Christ. Mungu anazungumzia kila Mkristo ndani yake. And there are many of our brothers in Christ that don't believe in them. Ndugu zetu, dada zetu, hata wale ambao hawajaamini. But it is still true that they are here. Lakini ni kweli kwamba iko hapa. Now concerning spiritual gifts, brethren. Kwamba kuhusiana na vipawa vya Roho wapendwa. God says. Anasema Bwana. I don't want you ignorant. Hataki sisi tukose ufahamu. Now what does that mean? Sasa inamaanisha nini? Well, maybe some of you have never driven a car before. Labda inawezekana hujawahi kuendesha labda gari siku nyingine. You ride in public transportation. Labda umezoea tu unapanda matatu ama njia nyingine. But you've never driven. Lakini wewe mwenyewe labda haujajifunza kuendesha.
So if I had a car here, Kama ningekuwa na gari I hapa, said, can you drive me to the TV station? nikwambie jamani, niendeshe kwenye Ndizi TV, And you never did it before. na wewe hauna uzoefu wa kuendesha, How are you going to respond to that? itawezekanaje? Je, utaweza? I've never done that before. Itakuwa vigumu, utasema naogopa, sijawahi kufanya hivyo. And that's true. Ndivyo ilivyo. That doesn't mean that you don't have, you're stupid or foolish. No. Haimaanishi kwamba wewe ni mpumbavu wakati unasema sijui. It means you don't have knowledge to drive the car. Inamaanisha haujapata mafundisho ama ule uwezo wa kuweza kuendesha. And I can teach anyone to drive a car if they're old enough to do so. Na mwalimu anaweza kumfundisha yoyote kufanya vile. But they have to have knowledge and understanding of something. Lakini kwanza lazima awe na ule uzoefu. The basis of all fear of anything, Mwanzo wa mambo yote ama uoga wote. excuse me, the basis of all ignorance, I should have said, I apologize. The basis of all ignorance of anything Samahani, anasema kwamba mwanzo wa kutojua chochote is fear. ni uoga. You don't have knowledge of something, Wewe auelewi kitu, you're afraid of it. una hofu ama unaogopa. It doesn't matter what it is. Haijalishi ni kitu gani. Now, you get the knowledge of that thing or situation, Unapopata uzoefu wa kile kitu, and the fear goes away. basi hofu inaondoka. Fear is the enemy's biggest weapon he uses against us. Adui anatumia silaha kubwa inayoitwa uoga. So God's telling us in this verse, Kwa hivyo Mungu anatuambia kwa andiko hili, I don't want you ignorant of these things. sitaki mkose hekima ama ufahamu wa jambo hili. But we all came from churches, wherever that is, Najua sisi sote tuna makanisa yetu ambayo tunashiriki, and we were taught improperly na tunafundishwa wakati mwingine isivyo, concerning spiritual gifts. labda kuhusiana na neno hili ambavyo ni vipawa vya roho, Or maybe we weren't taught at all. ama wakati mwingine unaweza pata haujawahi kufunzwa kuhusu kitu hiki. So we're in the will of God, it's His will, Kwa hivyo tuko katika mapenzi ya Mungu, maana iko hapa na ni mapenzi yake, to receive knowledge concerning spiritual gifts. kupokea ufahamu kuhusiana na vipawa vya roho, And knowledge is only part of it. na hekima hiyo tu ni sehemu yake. God expects us to apply the knowledge once we have it. Mungu angependa tunapopokea ile hekima tukaweze kuitumia. The aim of any education of any kind Yaani malengo ya kila masomo ama hekima is action to do something with that knowledge. ni you see. kupata uwezo wa kutumia yale masomo. So let's read in verse 6. Anasoma mstari mdogo wa 6, We're still in 1 Corinthians 12. Wakorintho wa kwanza 12:6. And there are diversities of operations, Anasema na kuna namna tofauti ya kutenda kazi, but it is the same God which worketh all in all. lakini ni Mungu yule mmoja anayefanya kazi katika vyote. Verse 7. Mstari wa 7, Many Bible schools teach shule nyingi za Biblia zinafunza, because they misunderstand the scriptures, zinafunza na wakati mwingine zinakosea kuelewa lile andiko vizuri, that in a church congregation, ya kwamba katika kundi la kanisa, of all the 9 gifts of the Spirit, katika vipawa 9 vya roho, a separate individual has a different one, ya always. they kwamba teach. kila mmoja ana kipawa chake tofauti na mwingine. Whatever reason they teach that. Wengine wanafundisha hivyo na wana sababu zao za kufundisha vile. But I want you to see what the Word of God says about that situation. Lakini napenda tuangalie pamoja Biblia inasema nini kuhusiana na hiyo. Not Brother Mark says, Sio mimi Mark kusema vile, not my church teaches, sio kanisa langu kusema vile, but what God says, lakini je, Mungu anasemaje? then we know we're right before Him, not following a human being. Alafu tuhakikishe kama kweli tunaenenda kama vile Mungu anavyotaka. Verse 7 says, Mstari mdogo wa 7 but inasema, the manifestation of the Spirit lakini madhihirisho ya Roho Mtakatifu is given to every man to profit with. imepeanwa kwa kila mmoja ili kutukuza. It says every man, Kila mmoja, right? That's what it says. kila mmoja. What's the manifestation? Je, madhihirisho ni yapi? If there was no power here, you couldn't see me on Kama television or the hatungekuwa camera. na umeme haungeweza kuniona asubuhi ya leo. But the evidence, the manifestation is that you can see because it's working. Lakini uwezo wawe kuniona ni kwa sababu kuna umeme unatusaidia. All the gifts of the Spirit are power or abilities Vipawa vyote vya roho ni nguvu given by God ama uwezo kutoka kwa Mungu to do something kuweza kufanya kazi. it's impossible to do without that power in you. Hauwezi ukafanya bila nguvu kutoka kwa Mungu. Verse 8, Mstari wa 8, for to one is given by the Spirit the word of wisdom, nasema kwa mmoja anapewa neno la hekima, to another the word of knowledge by the same Spirit, kwa mwingine neno la kutambua kwa yule yule Roho, to another faith by the same Spirit, kwa mwingine imani kwa yule yule Roho,
To another the gift of healing by the same kwa Spirit. mwingine uponyaji kwa yule yule Roho. Verse 10. Mstari wa 10. To another the working of miracles. Kwa mwingine uwezo wa kutenda miujiza kwa yule yule To Roho. another prophecy. Kwa mwingine kutoa unabii ama kutabiri kwa yule To Roho. another discerning of spirits. Kwa mwingine utambuzi kwa yule yule Roho. To another divers kinds of tongues. Kwa mwingine uwezo wa kuzungumza ndimi tofauti kwa yule yule Roho. To another the interpretation of tongues. Na kwa mwingine kufafanua zile lugha kwa yule yule Roho. So they read to another, to another, to another. Wanasema mmoja akapewa, mwingine akapewa tofauti. It's not talking about the person. Haizungumzii ni mtu yupi, It's talking about the ability inazungumzia uwezo and how they're categorized and separated according to their nature. na kama vile watu walivyotengwa kulingana na uwezo wao. Verse 11. 11. But all these worketh at one and the self same Spirit, Lakini yote haya yanafanya kazi chini ya Roho moja. by the same Spirit of God, they all are utilized or used Kwa uwezo wa yule Roho mmoja, hawa wote ama vipawa vyote vinafanya kazi call it operated. ama zinaweza kutenda. It says dividing to every man. Anasema kumgawia kila mmoja. It doesn't say divided to individual men. It doesn't say that. Haisemi kwa watu, Divided to every man inasema kwa kila mwanadamu severally as he wills. kama vile anavyopenda yeye Mungu. We already saw in verse 1 it's God's will. Tumeona tayari ni mapenzi ya Mungu. Now are you willing to receive them and use them? Sasa wewe je, uko tayari kupokea vipawa na kutenda kazi? We say we're waiting on God. We're waiting on God. We're waiting on God. Wengi wanasema kwamba tunamngojea Bwana, tunamngojea. God's waiting on you. He's waiting on me to do Sikiza, something with what he said. Mungu ndiye ameshaweka tayari, anakungojea He sasa. already gave us Jesus Christ, Ameshatupa Yesu Kristo, and we who have accepted him have accepted him. na sisi tuliompokea tumekwisha mpokea. And so you need to accept Christ as your Savior first before we go anywhere. Unahitaji kumpokea Yesu kwanza kabla kwenda popote. So how are they divided? Why are they divided? Mbona vipawa hivi vimegawika jamani? There are 3 groups of 3 gifts in each group. Anasema vimegawika katika makundi matatu katika kila sehemu. The first group, Kikundi cha kwanza, the gift of tongues, kipawa cha Roho. the gift of the interpretation of tongues, Alafu kuna kipawa cha kutafsiri ndimi ama lugha. and the gift of prophecy. Alafu kuna kipawa cha unabii. These are called utterance or worship gifts. Anasema hivi ni vipawa ama kuabudu. Jesus said in John chapter 4 Yesu akasema katika Yohana 4 that the true worshipers ya kwamba waabuduo halisi shall worship God in spirit and in truth. wataabudu katika roho na katika kweli. And verse 24 says God is a spirit, 24 yake inasema naye Mungu ni and roho. they that worship him Wote wamwabuduo must worship him in spirit and in truth. paswa kumwabudu katika roho na katika kweli. This is how we do it. Ndivyo ilivyo. God poured out his spirit on the day of Pentecost. Mungu akaachilia kupitia Kristo vipawa siku ya Pentekoste. Even Joel prophesied upon all flesh. Yoeli anatabiri, anasema juu ya kila mwenye mwili. Your handmaidens, that's women, you are also in that. Anasema pia wanawake ama kina mama wapo pale ndani, maana ni kila mwenye mwili. It's not only for the prophet anymore like the Old Testament. Haikuwa tu kwa manabii kama ilivyokuwa kwa Agano la Kale. They didn't have a Bible like we do today. Hawakuwa na Biblia kama tulivyo nayo leo. And in the Old Testament they had to come to the prophet to hear the word of God. Katika Agano la Kale ilibidi tuje kwa nabii kulisikia neno. Now God says all my people can receive those abilities. Anasema sasa Bwana kwamba wote wana uwezo wa kupokea. And because you prophesy, Kwa sababu unatabiri doesn't mean you're a prophet necessarily. haimaanishi wewe ni nabii. I've had them 5 years old, 7 years old, prophesying. Nimewaiona watoto wadogo wa miaka 7, miaka 5 ana uwezo wa No kutabiri. problem at all. Sina shida na hiyo. Because the word of God is true, simply. Maana neno la Mungu liko wazi. So starting Monday Kwa hivyo kuanzia siku ya through Jumatatu Friday of this week, hadi Ijumaa wiki tuliyoanza, any Christian is welcome. You're invited. Wakristo wote na wakaribisha. I'll be teaching from 12 in the afternoon till 7 p.m. Monday through Friday, starting tomorrow. Atakuwa akifundisha kuanzia saa 6 mpaka saa 12 jioni kuanzia kesho Jumatatu. I'll teach you Atafundisha and help you na atakusaidia exercise the first 3 gifts I just mentioned. uweze kufanyia kazi vipawa hivyo na uingie katika kutenda hiyo kazi ya Roho.
the gift of tongues, anasema kipawa cha kunena kwa ndimi, the gift of interpretation of tongues, kipawa cha kutafsiri roho, and the gift of prophecy. na atakufunza kuhusu kipawa cha unabii. And I've had no student fail. Yeye amekuwa na wanafunzi na wote hawajawahi kuanguka. Thousands and thousands all over the earth I've taught and trained. Ametembea katika ulimwengu akifunza katika mambo haya. The only ones that failed, wale tu waliokubali kuanguka, they didn't attend. They didn't continue to follow through. hawakupata nafasi ya kuhudhuria, na wakati mwingine hawakuzingatia waliofunzwa. And I will prove to you Atakuonyesha that the word of God is true. maandiko kwamba neno la Mungu ni kweli. What did Jesus say? Yesu alisema nini? By their fruits you shall know them. Kwamba kwa matunda yao tutawajua. Let's go to Acts chapter 2 verse 4. Matendo ya Mitume 2:4. A very famous part of scripture. Ni andiko ambalo tunalijua. When God poured out his spirit upon all flesh, as I mentioned earlier. Kwamba Bwana amemimina roho wake kwa kila mwenye mwili. Okay, sorry, my pages are sticking together. Now we have it. And when the day of Pentecost was fully come, Nasema naye ilipotimia siku ya Pentekoste, they all began to shout and scream and roll on the floor. Oh, sorry. I said it wrong. wakaanza wote kunena kwa ndimi. They were all with one accord in one place. Wakawa wote kwa nia moja wamekusanyika mahala pamoja. Jesus told them to wait for the promise of the Father. Yesu anasema kwamba mngoje ahadi ya Baba. They were worried about who's going to be in charge, who's going to be the head president or Wakawa Caesar. wanazozana kuhusu nani atakaye kuwa mkubwa zaidi ya wengine. He said, you just wait for the promise of the Anasema Father. nyinyi Don't worry about these things. tulia tu, msiwe na wasiwasi. What happened? Anasema nini? In verse 4. Mstari wa 4. And they were all filled with the Holy Ghost Wote wakajazwa na Roho, and began to speak with other tongues wakaweza kunena kwa lugha mpya as the Spirit gave them utterance. kama vile Roho alivyowawezesha. Well, how many of them? Walikuwa wangapi? The Word of God says about 120. Maandiko yanasema kwamba zaidi ama karibu 120 yao. Before the day of Pentecost, Kabla siku ya Pentekoste, there was the feast of Pentecost. walikuwa na ile sherehe ya Pentekoste. But the day of Pentecost has come and gone. There's no more days of Pentecost. Lakini siku zile za Pentekoste zimekuja na kupita sasa. Hatuna tena siku zile. God poured out his Spirit and gave gifts unto men on that day. Sasa Mungu ameachilia na amemimina Roho wake. Before the day of Pentecost, there was only 7 gifts available. Kabla Pentekoste tulikuwa na vipawa 7 tu. But since the day of Pentecost, now we have 9 available to us. Kuanzia Pentekoste kuendelea mbele tuna vipawa sasa ambavyo ni 9. Jesus said in Acts 1:8, Yesu akasema Matendo 1:8, but ye, every believer on Christ, akasema ya kwamba na nyinyi shall receive power, mtapokea nguvu. not the moment you were born again. Sio kila tu unapookoka. It says after the Holy Ghost was upon you. Anasema baada ya Roho kuwashukia. So once we're saved, we accept Christ as our Savior. Kwa hivyo unapookoka kumpokea Kristo kwa Bwana na Mwokozi, Now we can believe God to receive the baptism of the Holy Ghost sasa unasonga hatua nyingine kumwamini Bwana, kupokea Roho and the gifts of the Spirit. na pia kupokea vipawa vya Roho. What was the name of the church where they all came forward for the baptism of the Holy Ghost 2 nights ago? In the Bible? No. The church we went to. Oh, Marani Deliverance Church. Yeah. Marani Deliverance Church, that's where we were. They all lined up. I don't know how many there were. Wakaja wote pale katika ibada hiyo. Young and old. Kila mmoja, wadogo kwa wakubwa. They all were filled with the Holy Ghost. Bwana akawawezesha kunena wote katika ndimi. And began to speak with other tongues. Bwana akawapa neema, wakaanza kunena kwa lugha mpya. Every one of them. Kila mmoja. So, I'm just proving to you that the Word of God is true. That's all. Anakupa tu hakikisho kwamba neno hili la Mungu ni hakika. Now, prophecy was since the beginning of time. Kwa hivyo unabii ulikuwa tangia mwanzo. Adam prophesied in the garden. Adamu alinena pale katika shamba la Edeni. There's a record in the book of Jude. Na kuna hiyo taarifa katika kitabu cha Yuda About a man named Enoch. Kuna mtu ambaye anaitwa Enoko. In verse 14, mstari mdogo wa 14. Jude only has 1 chapter. Ni kifungu tu kimoja ama sura moja. It says, and Enoch also, the 7th from Adam, anasema pia Enoko aliyetokana na Adamu, prophesied of these, saying,
akatabiri kuhusu mambo haya, The Lord cometh with 10,000 of his saints. ya kwamba Bwana yuaja na 10,000 wa wale watauwa wake. I don't have time to teach on that. Sina muda, ningeenda sana lakini sina muda. But the point I want you to see Lakini kile anakuletea is that Enoch prophesied way back in the garden. kwamba Enoko akatabiri siku za mwanzo kabisa kwenye You shamba. can search all you want, you'll never find it. Tafuta hapo kabisa hautapata. There's no record of Enoch's prophecy. Hakuna tena habari za Enoko katika maandiko. But thousands of years later, Lakini tunaona ufahamu kwamba miaka mingi a baadaye man of God named Jude mtu aitwaye Yuda prophesied Enoch's prophecy, anatabiri utabiri wake Enoko, but there was no record of it. na hatuna hayo maandiko. And so we don't prophesy the word of God today. That's not our job. Kwa hivyo sisi hatulitabiri tena neno la Mungu leo hii. Everything we know we can hold in one book. Anasema yote tunayoyafahamu yamewekwa wazi katika maandiko, But we have to read what it says, lakini lazima tusome maandiko yanasema nini, not like I was. sio jinsi I nilivyokuwa. was taught it said this, so I read it that way. Kwa hivyo nilifundishwa tu kwamba unasoma tu hivi. But what does it say? Usiseme nilifundishwa, wewe sema andiko limesema nini unaposoma. Now I'll say this. Inasema hivi, All over the globe, all over the earth, ulimwenguni pote, generally speaking now, nikizungumzia kwa ujumla sasa, all of God's people watu wote wa Mungu pray too much and believe too little. wanafanya hivi, wanaomba sana lakini wanaamini kidogo. What did Jesus say Yesu alisemaje to the Roman centurion? kwa wale ule aliyekuwa akiba? He didn't say it to his apostles. Hakusema kwa mitume, He said, I have not seen so great faith, anasema sijaona tena imani kuu not in all Israel. katika Israeli yote. What impressed Jesus Christ? Yaani kile ambacho namfurahia Yesu Kristo Not church attendance, sio kuenda tu kanisani kunamfurahisha Yesu, not how much they prayed, sio maombi ya muda mrefu sana, but we need to pray. lakini maombi ni mazuri, tunahitaji kuomba. He said, faith. Anasema zaidi imani, As it says in Hebrews 11, kama katika Waibrania 11 without faith it's impossible to please him. anasema hivi, ni vigumu pasipo imani kumpendeza Mungu. So I can tell every believer in Christ when they receive faith. I can tell them. Mimi naweza kusema wakati ambapo Mkristo anapokea imani. You're a total stranger. How can I tell you such a thing? Wewe ni sijawahi kukuona, lakini nawezaje kujua una imani? The Word of God's clear on the matter. Neno linasema pia kuhusu jambo hili. John chapter 1. Yohana 1, The Word of God's clear. neno la Mungu liko wazi. John chapter 1 verse 12. Yohana 1:12 But as many as received him, anasema na wote waliompokea. talking about Jesus Christ, Anazungumza Yesu Kristo mwenyewe. to them gave he power Yesu akawapa uwezo to become the Son of God. kufanyika wana wa Mungu. So you didn't receive salvation first. Haukupokea wokovu kwanza. You received the faith to believe on Jesus Christ. Wewe ulipokea imani ya kukuwezesha kumpokea Yesu. Because you can't do it with your mind, Maana uwezo na akili zetu haziwezi. your human abilities. Sisi ni wanadamu. God had to give every believer faith to believe on Christ Yaani Mungu alianzisha kutupa imani ndani ya Kristo. right before they accepted him. Alafu kabla ya hapo wakampokea sasa. And so every Christian has faith. Kwa hivyo kila Mkristo anayo imani ndani yake. I don't know what you're doing with yours, Alafu mimi sijui imani yako unaifanyia nini sasa. but you have it. Lakini unayo. You can have something and not know you have it. Unajua una uwezo wa kuwa na kitu alafu mwenyewe haujui kama unacho sasa. Now you know you have something. Sasa niko hapa kukuambia unacho kitu. So now we need to know, what can I do with this Kwa thing? hivyo sasa hichi kitu ambacho ninacho nitakifanyia nini, na ni imani. That's why we go to the Word of God. Ndio maana tunaingia katika neno. And so I'm here. Kwa hivyo leo niko hapa. I will be coming back next year, 2025. Mwaka ujao 2025 atarudi tena. I'm not here for me. Yeye hakuji kutembea ama kufanya utalii jambo lolote. I'm not here for money. Hajakuja tena kutafuta I'm pesa. not here to give money. Na pia hajakuja kupeana pesa. Now, I say I'm like Peter, and I mean that Anasema yeye ni kama Petro na inatoka ndani ya in moyo more than one way. katika zaidi ya njia moja. When Peter and John came to the man at the temple gate, Wakati ambapo Petro na Yohana walikuja kwa yule mtu aliyekuwa kwenye mlango uitwao the Mzuri. man said, "Can you help me? Can you help me? I need money. I need money. I need money." Yule mtu alikuwa pale mlangoni akiomba kwamba nisaidie, nisaidie.
Well, they didn't have government help back then. Hawakuwa na uwezo wa serikali kuwasaidia wakati ule. Well, maybe the government will help you if you're handicapped. Ama labda uwezo wa serikali kukusaidia kama ni mlemavu. And Peter didn't pray. Petro hakuomba. He prayed before he went to do the job. Akawa kutoka nyumbani kwake Petro ameshaomba. And he said to the man, Alipofika kwa yule mtu, look on us. akamwambia tazama. He got the man to do something. Akamfanya yule mtu afanye kitendo fulani. The key to that miracle Kuna funguo ama siri katika lile andiko. is not so much dependent upon Peter, although it was. Haikuwa tu Peter ama Petro aliyesukuma jambo hili ama muujiza huu. It says the man expected to receive something. Andiko anasema yule mtu alitarajia kupokea kitu. And that's what we all have to be in position to do. Na asubuhi ya leo tunahitaji sote kutarajia kupokea kitu. We have to expect to receive something from God. Not wonder. Tarajia kupokea kitu, sio tu muujiza. By faith, expect to receive. Kwa imani tarajia kupokea. And so that's our God. Kwa hivyo huyo ndio Mungu. That's our Father. Huyo ndio baba yetu. That's his fantastic love. Huo ndio upendo wake wa ajabu. So God bless you. Thank you for this time. Mungu akubariki. Asante kwa wakati. Where's the address where we're going to do class on Monday? Basi kanisa letu ambapo mchungaji Reverend Mark Machado atakuwa kuanzia Jumatatu ni kanisa la Grace Revival Church ambalo linapatikana pale daraja 2 St. Stephen kando ya Rana ama kando ya Sun Hotel. Na najua kwamba tutaenda kupokea zaidi kutoka kwa mtangazaji. Ukitaka namba ya simu unaweza kupata, na ukitaka kuulizia tunapatikana wapi unaweza kutuambia. Sijui kama we can give them the number to call. Yeah. Namba yetu ya simu in case haujaelewa mahali tupo 0718 87 99 03 0718 87 99 03. Na kitu kingine tu niseme kwamba baada ya mafundisho haya kukamilika, kuna cheti cha diploma ya kwamba mtumishi wa Mungu baada ya kumaliza kosi ya wiki 2 kuna cheti cha diploma ambacho utapokea. Kwa hivyo mtumishi wa Mungu, wewe mshirika uliokomaa, utafaidika sana. Mungu awabariki. All right, may God bless you. May God bless you, Reverend Mark, for the good word, for the true gospel. Amen. As you say, Yes. you're Peter, so we want to imitate Yes. the footsteps of Amen. Peter. Amen. May God bless you. Thank you. Thank you. As we wait for you next year again, Yes. 2025, Yes. you come and share with us. Sure. As in Dizzy TV, we love you. And all the way from Kenya, we are in abroad now, in Texas. In the United He'll be States. watching also from there. Yeah. So much of the time we'll be watching, linking you up Yes. our programs, and may Thank you. God bless you. Amen. So you can wind up by a word of prayer Thank you. as Sure. we finish. So Father, we thank you for this time together. Thank you, Jesus. And the greater works are using technology. Yes. I ask for everyone listening to this, Thank you, Jesus. if they don't know Christ as their Savior, Oh, yes. that they will believe on Him and realize He paid the price for their sins. Oh, yes, Lord. And we ask your blessing upon your people, born again of your Spirit, that they would see and read your word and you reveal it unto them by your Spirit. I thank you for this precious time now, for our host, for this TV station, and for all those that are praying for us that the work will continue here in Kenya. Whether I'm here or not, there's plenty of Christians here to do the work. I thank you for that opportunity and this opportunity, and for our families who we represent, in the name of Jesus Christ. Amen. Amen. Thank you Ngono so mo much. chumurigene kero to ganda to finchiri ngabuneye. Niko to ganda ko seseni wa ke gima niko to abere nam Reverend Mark